Okay, tunaendelea na simulizi yetu ya mchungaji anayekula nyama za waumini, na leo tuko final episode ya 5, na kukumbusha usiache kusubscribe na kuendelea kucomment. Asante sana. Usiku ulikuwa mrefu kuliko yote. Kanisa la mchungaji Eliya lilikuwa limejaa harufu ya damu, na mlango wake wa mbao ulilia kama roho inayolia maumivu ya milele. Lakini ndani ya giza hilo kulikuwa na siri moja ambayo haikuwahi kufichuliwa, siri ya kafara ya mwisho. Eliya alitembea taratibu kuelekea kwenye madhabahu akiwa amebeba Biblia yake, lakini Biblia hiyo haikuwa tena ya kawaida. Kurasa zake zilikuwa zimejaa maandiko yaliyobadilika, damu iliyokauka na maneno yaliyosemwa na mizimu ya kale. Mungu wangu, kama kweli wewe upo, onyesha uso wako, Eliya alilia, huku machozi yakichanganyika na damu ndogo iliyomtoka puani. Lakini badala ya mwanga wa mbinguni, vilisikika vicheko vya mizimu. Kutoka kwenye kivuli cha madhabahu alijitokeza kivuli cha mwanamume mzee. Uso wake ulikuwa ule ule wa baba yake Jonas, yule aliyekuwa chanzo cha maagano ya damu miaka mingi iliyopita. Baba ya Jonas alisema kwa sauti giza, Eliya, damu yako ilizaliwa kwa agano la giza, huwezi kulikimbia isipokuwa kwa kafara ya mwisho. Eliya alishika kichwa chake, macho yakigeuka mekundu, mishipa ikivimba usani. Sauti ya kanisa ikavunjika, mishumaa ikazimika yenyewe. Mbele yake alitokea Jonas, kijana aliyekuwa naamini katika nuru. Lakini uso wa Jonas ulikuwa mjaa huzuni. Alikuwa tayari kujitoa kafara badala ya mchungaji aliyemkomola kwa miaka mingi. Jonas alisema, Baba, hii ni njia pekee ya kukata minyororo ya damu. Nuru haiwezi kuishi kwenye kivuli, na kivuli hakiwezi kufa bila mwanga. Kwa maneno hayo, Jonas alichukua kisu cha madhabahuni na kumkumbatia mchungaji Eliya kwa nguvu zote. Mwanga mkali ulilipuka kutoka ndani ya kanisa, moto uliochoma kila alama ya giza, kila neno la damu, kila rohoni ya pepo liliyotembea humo. Kanisa likateketea, lakini katikati ya majivu, Biblia moja pekee ilibaki ikiwa salama. Ilikuwa na maandiko mapya yaliyoandikwa kwa nuru, yaliyosema, hata giza linapoitwa mwanga, ukweli wa Mungu hausafirishwi kwa damu. Siku iliyofuata, watu wa kijiji walipofika, walikuta magofu ya kanisa, lakini waliona kitu cha ajabu. Kwenye ardhi, majivu yalikuwa yameundwa umbo la msalaba uliong'aa kwenye mwanga wa jua. Mchungaji Eliya hakuonekana tena. Wengine wanasema aliungua kabisa. Wengine wanasema roho yake iliokoka na sasa inatembea ikihubiri kwenye ulimwengu wa ruhu. Kuna nyakati nuru haiwezi kupatikana kanisani, bali ndani ya moyo unaokiri giza lake. Kwa maana sio atakayehubiri ni wa mwanga, na sio kila giza ni pepo. Wengine ni wale walioanguka wakitafuta nuru. Kafara ya mwisho, mwisho wa mchungaji Eliya. The truth was written in blood, but redemption was